Ombea State House. So you should pray for the State House. Hivyo tu. Just that. Na tusipopaombea, If you don't nyumba pray for itavunjika. the house will break up. Nchi tazama baharini. And the nation will go into the sea. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. Hii ni sehemu nyeti sana ambayo nataka niongee, ni very sensitive. Kama ulikuwa unaniandika, nimeanzia vitu vya kiroho na matukio ya jumla. Sasa haya ni maeneo nyeti sana. Now these are sacred places. State House. The State House. Ikulu ndo kiini. The State House is the source cha nchi of the nation. Ikulu the State House is a holy place. Panapotokea shida, ikitokea shida yoyote, Ikulu ikatikisika, and the State House is shaken, maendeleo yanakuwa magumu. Progress of development is hard. Na hali inakuwa mbaya. And the condition becomes worse. Sasa now, nikiwa kwenye maombi last time, nimeenda mwezi wa 12 I went in December. Nikaa kama nadhani wiki. I stayed almost a week. Nimeomba sana, I prayed so much, and when I prayed, pia nilikuwa naandika kitabu. I was writing the book. Kwenye kingo za bahari, at the sea shores, as I was praying, kuna pango, there was a cave. It was up on the stone, and I was on the stone up there. Wakati nimemaliza maombi Suddenly, when I concluded prayers, when it was 5 or 6 o'clock, when the sun was rising, but within the sun, I saw like a map of a house, a white one. Kasikia ndani yangu Roho Mtakatifu ananiambia, angalia ndani ya hiyo nyumba nyeupe. Look within that white house. Nilipoangalia sana ndani ya ile nyumba nyeupe, within that white house, nikagundua kuna watu wawili. I recognized the two mwanaume na people, mwanamke. a man and a woman. Yani bibi na bwana. A man and a woman. Mwanamke na mwanaume. A man and a woman. Nikasikia sauti inaniambia, I had a voice tell me, ile bibi na bwana unayoiona ni kama imebadilishwa. It's like it's changed. Ombea sana hiyo nyumba. Pray for that house. Na baada ya kubadilishwa ile bibi na bwana, nikawa naona vita kubwa. I saw a great war. Iko kwa sababu yule bwana anasema mimi ndo baba wa nyumba hii. I'm the father of this house. Lakini huyu bibi ambao mwanamke anasema hapana, wewe ni msaidizi wangu. You are my helper. Hauoni picha imegeuka? Don't you see the picture of ten? Imegeuka kichwa chini miguu juu. Na nilipoangalia nikaiona ile logo ya bibi na bwana. Vichwa viko chini miguu juu. Kwa nikasikia kwamba ufalme umebadilika. Kwamba huyu anasema mimi ni baba. Huyu akaniambia no, uoni hii imebadilika kichwa chini miguu juu. Mimi ndo, japokuwa ni mama au ni mwanamke, lakini mimi ndo baba. Kwa natakiwa unitumikie. So you're supposed to serve me. Ghafla, suddenly, yule baba, that man, akaanza vita. He started battling. Kubwa sana. A great battle. Na huyu mama, and this woman, akaanza vita. She started battling. Ghafla nikaona ile nyumba imepasuka. And suddenly I saw that house break. Ukuta. The wall. Na ikadondoka. And it fell down. Kasikia sauti inasema, I heard a voice saying, hicho ulichokiona, what you saw, ndo kiko kwenye hiyo nyumba nyeupe uliona inatoka kwenye jua. That you see coming out of the sun. Kutatokea mpasuko mkubwa. And there was a great breakdown. Ambao huo mpasuko nikauona unaenda mpaka kuhusisha bunge la nchi. The parliament of the nation. Na huo mpasuko ukaleta uasi mkubwa wa vikundi. Na mbaya zaidi, nikaona ni vikundi vya mifumo vilivyoko kwenye hiyo nyumba niliyoiona kwenye jua nyeupe. Moja kundi likasema tunasimama na baba, sisi hatujakubali hii picha kugeuka. Na nyingine ikasema tunasimama na mama au huyu mwanamke kwa sababu hii picha imegeuka. Vita ikaanza kuwa kubwa sana. And the battle became great. Lakini mwisho wa siku, at the end of the day, nyumba ikapasuka. The house broke. Kabomoka kabisa. And it broke. Na ipobomoka, when it broke, kulikuwa kuna watoto. There were children. Wakaanza kudondoka. They started sababu jua lilikuwa linatokea baharini. Wakaanza kudondoka kwenye maji. Wanatapatapa. Wanatapatapa.
Na hali ikawa mbaya sana baharini, kila mtu anatafuta kuokoa uhai wake. Everyone was searching to save their lives. Au watoto, kwa sababu baba na mama tayari wameshavunja ile nyumba. The father and mother had already broken the house. Na watu wamedondoka kwenye bahari, and people had fallen into the water. Nikashtuka. And I woke up. Nilipofuatilia, when I followed nikagundua kitu gani I recognized what is going on. Ombea State House. So you should pray for the State House. Hivyo tu. Just that. Lakini hayo mambo 2026, but those things in 2026 you'll see them happen. Na mengine ishara zitaonekana. And other signs will be seen. Usipopaombea, if you don't nyumba pray itavunjika. the house will break up. Nchi tazama baharini. And the nation will go into the sea. Kwenye eneo hilo naomba ishia kwa sababu huo mpasuko utatengeneza magaidi, uasi ndani ya mifumo ya hiyo nyumba, na kutatokea shida kubwa sana sababu ya migawanyiko itakayotokea. Lakini watakaoathirika ni watoto, sababu nchi itaingia baharini. Mpaka ije uokolewe, uko mbele, nitakwambia nini kinatokea. Naomba kwenye eneo hilo niishie hapo kwa sababu very sensitive, naiongea sana kwa umakini ya kile nilichokiona. Lakini baada ya hii issue kwenda bunge, nikaona jengo lile la Oval la bunge lile. I saw the building of the parliament. Kuna mambo mengi sana yatakuwa yanatokea. Ila kila kikao kama nilivyosema, but every time it is said, kutakuwa kuna kiti kinakuwa tupu. There is a chair that will be empty. Ushirikina, sorcery, utatanda, vitendo viovu, the evil deeds, vya kutisha, that threaten, usaliti, betrayal, na mambo mengi sana, and a lot of things. Lakini ngasikia omba huyo kiongozi wa ule muhimili, speaker wa bunge, the leader of that pillar, the speaker of the parliament, that na viongozi wake juu ya kuongoza hadi mwisho. To the end. Unaweza kutokea shida, kutokea mabadiliko kama ya bunge, a transformation may happen as the kutokea la Ndungai, that once happened of na bunge hili lingine, and this other parliament, kutokea mabadiliko kabla ya muda, and there will be transformation before time, kutokea shida mle ndani, or there may be problems mwenye muhimili. So you to be in the lakini wakati namuombea yule mwenye muhimili aliyopo, while I was praying with the one in the pillar, nikaletewa speaker aliyemwachia huyu, the speaker was passing me for now, yule mama, that woman, kwamba ana neema, that she has grace. Mbele yake kuna nyota inawaka kubwa sana, shining that is great lakini before, ghafla ikazimika, but it went off suddenly, na watu wakawa wanapambana kuizima sana, and people battled to put it off. Kasikia tu muombee huyo mstaafu aliyemaliza muda wake, retired one that has concluded her year. Kuharibiwa kwa hatima yake. Destruction of a destiny. Unaona hatima inaharibiwa. I see the destiny being destroyed. Unaona duniani kule, I saw in the anazimika. World, she was fainting. Kasikia tu akimbilia haraka kwa Mungu. And I heard that she should run to God quickly. Kwa sababu wakati anakimbilia, asikia kimbilia haraka kwa Mungu. Nikaonyeshwa mwaka. I was shown the year. Mbali sana. And I was shown far away. Nyota ikaibuka. And the star rose suddenly. Lakini alikuwa anakimbilia kwa Mungu. But she was running to God. Akikimbilia kwa Mungu, uko mbele ndio hicho kitaibuka. That's where she runs. Lakini asipokimbilia atazimika jumla na hatosikika. And she won't be heard. Umo ndani ya viongozi, within the leadership, kaitewa nikapata wakati ninaomba hizo picha zinatokea. Ghafla mimi sijawahi kukutana na huyu kiongozi. Lakini baada ya kuona hiki inabidi niende kwenye mtandao nitafute, nifuatilie. Niliona jeshi la polisi. Polisi askari wanakimbia hivi. They were running. Alafu mbele wakakutana kuna kiongozi amesimama pale. Then I had the leader standing there, tall one. Wakati wanataka kuvuka yule kiongozi, akawaambia mmeshavuka sana, leo hamtavuka. Mimi ni baba. I am the father. Hamtaenda kokote. You won't go anywhere. Akawa amezuia wale watu. And they blocked those people. Nikasikia tu. Then I heard. Wizara ya mambo ya ndani ya sasa. The foreign affairs of nowadays. Waziri wa wizara ya mambo ya ndani. The minister of the interior affairs. Aombewe sana kwa sababu hiyo wizara kila anayeingia akai. Everyone that gets in doesn't stay.
Na kumekuwa na changamoto kubwa. And there was a great challenge. Wanabadilishwa sana ile wizara. They were being changed so much. Lakini kwa huyu aliyopo, sikuona kwenye kubadilishwa. Ila nisikia tu muombe sana. Maana watu wengi baada ya kuwa amewazuia hawa polisi, watu wengi kundi kubwa likawa linaita baba, 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 kama mashangilio, baba, 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 baba. Na kukawa na machozi ya watu wengi sana yanamlilia juu ya watoto wao kama kiongozi. Wanamlilia baba na huyu, baba na huyu, baba. Nikasikia huyu ni baba. And I heard that this is the father. Alafu nikaishia hapo. Then I ended there. Lakini wakati nasema huyu ni baba, watu wengi walikuwa wanamlilia, wanamwambia. A lot of people that cried to him told him. Wanampigia kelele, baba, baba, watu wanalia, watoto wetu, watoto wetu, watoto wetu. Our children. Na yule alikuwa aongei chochote. And that one didn't speak anything. Ila ndani yake, yani nikiwa kwenye ile vision, ndani yake nikasikia, yani nikawa naona ndani yake, anawaza, anasema sasa hivi, hakuna mtoto atakayeonewa, na kila aliyeonewa atarudishiwa, na kila aliyenyang'anywa atarudishiwa, na kila aliyeonewa atapata haki yake. Ilikuwa ni maono ya muda of some time. Kini watu wanaita baba, baba. But people call him father, father. Nikasikia ombea huyu. I had prayed for this. Kwenye hiyo wizara yake. In that ministry. Kuna wakati. There is a time. Ataitwa baba, baba. You'll be called father, father. Alafu nimeandika hapa. Then I wrote parable. Yani hiyo baba ni fumbo, parable. The father is a parable. Kuna kazi kubwa sana kama kuna mtu anamfahamu waziri mkuu wa sasa. If there's someone that knows the prime minister right now. Kwa sababu ghafla, because suddenly, niliona hii ofisi yake. I saw his office. Kuna ghasia kubwa. There is great disaster. Ghasia kubwa. There is great disaster. Ghasia, watu wanapiga mateke, wengine wanarusha meza, wengine wanafanya hivi. Alafu yeye akaja akiwa mnyenyekevu sana. While he was very humbled. Akawa na nguvu ya kutaka, anajaribu kubadilisha kile kinachoendelea, ile ghasia. Lakini cha ajabu, watu wakaanza kumpigia kelele. Yani kama kuzomea hivi. Like mock him. Anajaribu kutuliza. And he tried to calm them down. Analeta kama mtazamo chanya na mabadiliko. He brought like a positive attitude. Lakini pakawa patuliziki ile ghasia. But that disaster was not calmed down. Na baadaye, and then later, nikaona kama lile paa la juu, I saw the rooftop ya ile kwenye eneo linafanyika ghasia ni kama linaondoka. Place where there was violence, it's like it was leaving. Alafu and then kama kuna mkono ambao sikuelewa ni. It was like there was a hand that I didn't understand. It was very huge. And it held him. Alafu sauti haitoki. And the voice didn't come out. Ghafla akapata nguvu. And suddenly he got strength. And he calmed down the violence. Kwa taabika sana. In great struggle. Nikasikia sauti kwamba huyu, I heard a voice saying this one. Kwenye ofisi yake kutakuwa na ghasia. In his office there will be violence. Huku nyumba ile itakapovurugika, yeye anatakiwa kuwa na nguvu ya mkono wa kumshika. Asipofanya hivyo, ile ghasia watu watamzomea. That violence people will mock him. Anajaribu kutuliza, lakini watu wanapiga kelele. Lakini ulivyofunguka lile paa, ule mkono ukamshika. And that hand held him. Pata nguvu. Akatuliza kwa ugumu sana na akawa amechoka sana. Akasema mimi baada ya hapa sitaki tena. Siendelee. Kukaa kwenye hii ofisi. To stay in this office. Kwa hiyo naongea ni vile parable. So I'm speaking in a parable. Utanielewa baada ya kuwa kuna mambo yanaanza kutokea. You understand after the things that happen. Mahakama. The judiciary. Mahakama. The court. Mungu ameniambia Mungu anarudisha. God told me that he's returning the light. Na mwanga. The light. Kwenye mahakama. In the judiciary. Mahakama inarudi kwenye misingi yake ya haki. The court is coming back into its foundation of right. Ombea sana judge. But I heard that you should pray for the judge that is there. Sababu nitaongea tu ile sauti, yani kama nisikia mtu anasema tutafanya zengwe. I heard because he's saying that we will make violence. Lakini nasikia zengwe. Violence. Fanya kama zengwe, kama kitu fulani cha kumprove kwamba atoshi.
It is like something that proves that it's not kuleta haki. They'll start to battle to bring the right. Haki na heshima. The right and honor. Hawataki kusikiliza maagizo. And they don't want to listen to instructions. Wanayomwamuru wengine. That others command. Anasema mimi kisheria na mahakama inatakiwa kuwa hivi. Kwa hiyo haya kwenu hapana. This one of yours, no. Ghafla ikatengenezwa zengwe kama la kudhuru. Suddenly it was like they made up violence to attack his systems. Na ili atoke kwenye ile. That he comes out of that. Kwa kuna vitu heshima inarudi. So there are things that honor will come there. Kuombewa sana huyo judge. But it's supposed to be prayed for so much. Anayesimamia mahakama. The one that stands for the court. Na watu wake walioko chini. And the people that are under him. Ili awe na moyo. That he has the heart. Wasigeuze moyo wake. He should not turn his heart. Kwa sababu atakuwa na mapambano magumu ya kivita kali sana kwenye hiyo eneo lake kwa ajili ya hiyo haki. In that sector for the rights. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani ambayo